Sasa mbona mchumba mwenyewe anachelewa? Na hizo itakuwa ipo njiani, maana mume wangu nani? Kwa hiyo atakuwa ipo njiani ndo anakuja hivi. Atakuwa ipo njiani ndo anakuja na mawifi. Inshallah tunakaa tunamsubiria tu aje. Maana jambo jema hili. Inabidi mama uniombee, maana si unajua tuna ndoa za mifungo hizi. Nakuombea mwanangu, jambo jema kabisa, ukiolewa ndio itakuwa ndio vizuri. Mwezi wenyewe tunauona mwezi mtukufu. Dada kama nakuona, ubaba wewe unakuja. Mdogo wangu niombee, ni jambo jema ndoa. Sawa, tumshukuru Mungu. Tunausubiri tu huo bwabwa. Amina. Salamu alaykum. Wa alaikum salam, karibu dada. Asante sana. Karibu. Mzuri wewe. Karibu dadangu. Asante mwanangu. Karibu sana. Waalaikum salaam. Marhaba mwanangu, jambo. Jambo. Karibu dada. Asante. Karibu sana. Asante. Wewe ugeni bado hujafika? Bado hujafika dada, ndio tunawasubiri hivyo. Wamesema wanakuja saa ngapi? Ndio midao hii, karibuni wanaingia hapa, tunawasubiri kidogo. Sawa. Hivi mwanangu, Abe mama mkubwa. nasikia unaolewa. Ndio. Huyo mwanamume umemchunguza vizuri? Ndio mama mkubwa. Anafunga? Anafunga na anasali vizuri tu mume wangu. Usioka tuletea vituko hapa. Hapana. Unanijua mama yako mkubwa? Nakujua mama mkubwa, sio kituko. Mume wangu ni anaswali vizuri tu. Na mtoa belenge hapa nakwambia kabisa. Hapana mama mkubwa. Kama umekubali anasali, sisi tunataka wako wanaosali, sio walevi. Sawa mama mkubwa. Mume wangu ni anaswali, ni swala 5. Sawa. Dada, huyo mwanaume anaonekana haina shida. Mbona hata tukiongea naye kwenye simu ni mstaarabu tu. Kwa hiyo anaonekana yani haina shida. Mwenyewe nashukuru kweli, yani bora aje mtu mcha Mungu. Yani nashukuru Mwenyezi Mungu bora aniletee mtu kama huyo. Nashukuru kweli, yani alhamdulillah. Bora aje tu aje amchukue huyu binti. Haya dada, tunamshukuru Allah. Mama mwali tandika. Mgeni akae. 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 Mama mwali tandika. Mgeni mama. Mgeni akae. Mgeni mama. Jamani kakaangu leo anapata jiko. Karibuni jamani. Asante. Naona mmekuja peke yenu. Mmoaji yuko wapi? Mmoja anakuja mama, tunaongea naye kwenye simu. Sawa. Haya, karibuni kina mama, karibuni. Asante. Karibuni sana, hapa ndio kwetu. Asante. Sawa. Tuleteni mwali huyo. Bwana mdogo. Oe. Unanionaje kwanza? Au baridi. Au shega. Umependeza Eh. Hii yenyewe sasa nipigie ngoma. Kwa sababu wewe kuna ubwabwa. Uko. Twende. Na huruma zako. Usiponibali kuna hatua Mola kanzisema kwa wanandoa munapogombana, mkitumia ni vizuri sana, zitatatua yalowasakama. Kuna hatua Mola kanzisema. Piga ngoma, piga. Ngoja bwana nikeshe kidogo. Yenyewe. Wananipa ndio pia. Akupi. Ila bro wewe. Ila bro umezingua. Bora kujaje hivyo. Wewe. Nimezingua nini? Bora kujaje huko wewe, kuja hivyo na pia zako. Umesikia?
unanikosea mtu wangu. Unanikosea. Ondoke. Kuna hatua Mola kanzisema kwa wanandoa munapogombana mkitumia ni Subhanallah. Huyo ndo mwanaume wenyewe anakuja huko. Niliuliza mimi mkaniambia sala 5. Sala 5 ndio mlevi mmeletewa. Si aibu hii jamani. Wa. Tumefika. Oho. Mrembo. Mbona mama mkwe anainuka sasa? Mama mkwe. Wewe mama mkwe. Mama mkwe. Yaani nimekuja hapa mkweo kumchukua binti yako. Nimekuletea zawadi ya bia leo sherehe yangu na mtoto wako. Hapo unaondoka. Umekosea sana. Baba mkwe wenyewe ndio hivyo. Yaani wewe ndio baba mkwe bora kumpa binti yangu ndio huyu. Ni mimi naona nimekuwa Yaani bora tukose baba mkwe basi, lakini sio kwa staili kama hii. Mwezi kuna hatua Mola kanzisema kwa wanandoa munapogombana mkitumia ni vizuri sana. Ngwambie usisikilize maneno ya watu. Sasa umesikia? Kabla hatujamaliza yote na shida 2000 nitaongeze bia moja na kuachia hii itakuja kwa. ndio baba mkwe wenyewe namna hii. Hadi simu yote unaweka kwa ajili ya ulevi. Mwezi Ramadhani wote. Jamani. Wangu wapi ndo Yaani bora tu nikose mkwe basi. mama mkubwa. Bora tu nikose. Leo mama mkwe lazima niondoke na mtoto wangu. Leo akia Mungu. Akupe nani mkwe? Dada. Alafu dada nini unafikia? Unatoa hapa bwana. Dada tulia kwanza. Ndio aibu. Dada ndio nini? Shemeji gani? Yaani mwenye sikutegemea. Maana shemeji yako ni swala 5. Anakuja na kumbe hadi hapa jamani. Hata sielewi mama mkubwa nitamwambiaje, na mama mkubwa yuko na mdomo. Huu mwezi Ramadhani kantia aibu. Mbona utakoma? Hata ngongo na pressure. Ngoja tuone kinachoendelea. Kwa kweli kantia aibu. Sasa mimi nimekuelewa dada. Sasa shida iko sehemu moja tu. Mimi sijataka kunywa pombe. Nilipokuwa natoka kuja rafiki yangu akanambiaje, ukienda kwa mama mkwe utakuwa na aibu. Kwa onja kidogo tu. Nikasema sasa ngoja tu nionje kidogo. Sasa ndo kajikuta nimepitiliza. Ila hakuna shida. Mkwe ashanielewa na mwanangu tunaondoka naye. Hivi una akili kweli wewe? Una akili? Wewe mwezi mtukufu huu alafu unakunywa pombe. Unakuja huku unatutia aibu. Tunaulizwa mkwe yuko wapi, tunasema yuko njiani. Mkwe mwenyewe ndio hivi. Umelewa unatembea njiani chakali njia yote ya kwako. Una akili kusikilize nini? Nisikilize dada. Mimi sijataka kunywa pombe, nielewe. Sasa wewe hao marafiki zako wajinga. Wewe utasikilizaje ujinga wa rafiki yako? Pombe yangu haijamwagika. Na imwagike, kwani hata ikimwagika ina faida gani? Dada. Ina faida gani? Unakosea. Nakosea nini? Alafu inajua kabisa dada wewe unipendi. Sikupendi kwa sababu ya pombe zako. Nitapendaje jitu linakuwa? Mama angekuwa hii mimi. Hata mama angekuwa kama yani dada unanipiga mimi mamangu amekufa unanipiga. Ndio nakupiga kwa sababu ya ujinga wako na sitaki kusikia mapombe yako haya. Unaleta ujinga wako hapa. Penda zako kwa angalia unaponitia. Hebu inuka. Dada unazingua sana. Sio unazingua. Nipe pombe yangu. Kwa nini? Pombe gani? Pombe nishamwaga. Hebu tulia. Mimi dada yako tulia hapa.
Wewe nilivyokuuliza kuhusu hiyo bwana hapa uliniambiaje? Sala tano eh? Kwa sala tano ndio hiyo iliyokuja hapa. Mtu anayumba. Hata mimi mkubwa sikukusudia. Mlevi huyo. Unaenda kutuletea sisi. Hapana, mume wangu lakini swala tano na sikutegemea kama ingetokea hivi. Umetutia aibu sana wewe. Naomba msamaha mkubwa. Kutuletea mlevi nyumbani kwetu? Hapana. Na wakati unajua sisi mwezi mtukufu. Huu si mwezi mtukufu? Ndio. Unatuletea mlevi nyumbani kwetu kweli? Naomba msamaha mkubwa. Isijirudie. Sawa. We haya. Dadangu, si unaona mabinti wetu wa sasa hivi hapa. Unapoongeana na kwamba binti hamna shida. Huyo mwanaume huyo mcha Mungu, matokeo yake ndo kama haya. Anatuletea yani msi yani hapa kafika mpaka anatutia aibu hivi na familia zetu zilizojaa hapa wageni hawa. Aibu tupu mwezi Ramadhani wote dada, si unaona? Wewe nani mdogo wangu si ulikuuliza kuhusu huyu mkwe? Ndio dada, uliniuliza. Na mimi mwenyewe niliongea naye tu vizuri kwenye simu, alikuwa ananijibu tu vizuri, hana shida. Matokeo yake ndo kaja kufanya vitu kama hivyo hapo. Ndio amekuja amelewa. Ndo amekuja ameelewa. Hatujatarajia kama angekuja ameelewa, lakini alikuwa ni mtu ni mstaarabu. Tunaongea naye vizuri, matokeo yake kaja na mambo yake anayojua yeye mwenyewe huko mitaani. Yaani alipokuletea mtoto wako, huyu mtoto wako alipokuletea, ungemchunguza kwanza. Ndio uruhusu mtoto aolewe. Ndio hivyo, uchunguzaji wenyewe ndio huo, tumeongea naye kwenye simu. Haya sasa umeleta mlevi. Dada, haina budi tu hapa kusameheana kwa sababu wote tulikuwa hatujui kama kitazaliwa kitu gani. Tulivyoongea naye mwenyewe tukajua moja kwa moja ni mtu ni mstaarabu, kumbe matokeo yake ndo kama haya. Bora tu tusameheane. Dada, unaona kilichotokea sasa? Nilikwambia mimi lakini. Kuna hatua Mola kanzisema kwa wanandoa munapogombana, mkitumia ni vizuri sana. Haya, utajua mwenyewe sasa. Mimi nilikuwa sijui mdogo wangu, sasa ningefanyaje unapoona? Haya ndio hivyo. Sijui kanywa pombe wapi. Mbona msikitini mdogo wangu shemeji yako huwa anaenda? Na swala tano hata ukifika chumbani kwake kuna vitabu nakwambia, anabagalashia na kanzu, lakini leo kavaa nguo za ajabu, yani kanitia aibu huyu. Sawa, kama swala tano sawa. Ona sasa alichokifanya. Sijui kalogelezwa kunywa pombe. Maana mimi ndo namuona leo kwamba Juma anakunywa pombe. Ndio hivyo, ndo kaja na rafiki yake tena. Anakupigia ngoma kaja kukuoa hivyo na mipongo. Swala tano. Siamini mdogo wangu kilichotokea. Yaani siamini kabisa kama Juma ni mlevi. Ningejua hata nisingemwambia mama. Hatari. Ndio hivyo sasa. Samahani mama, maji yako wapi? Achote kisimani kwa maji sasa. Yote haya kaka jamani, tunaonekana vituko, ngoja nikamkomeshe huko. Vipi, mbona unarudi? Mwanangu nimeliacha hapo linasinzia, mimi nimechoka. Aibu hizi jamani, ngoja nilikomeshe mimi. Wewe kaka. Embo amka huko, unatutia aibu. Jamani, tunakuja kwao ndo nini sasa hivi jamani? Wote tunaonekana kama hivi. Mimi sipendi bwana. Kaka jamani, huku ndo nini lakini? Tupo ukwani jamani, wakudhalilisha. Wewe unatoka jipata kidogo. Jamani. Ndio alikuwa mapatano haya kweli. Asa mdogo wangu, yani wewe na dada mna roho mbaya sana. Mbaya gani? Hivi nisikilize, ujue mimi kaka yako wewe. Unajua hapa tuko ukweni. Sikiliza sasa hivi. Najua sasa. Wewe mimi nikajua utakuwa mtetezi wangu. Dada, Wewe chini. unanimwagia maji. Nikutetea hivyo. Hivi unajua umetudhalilisha wewe. Yaani tunaonekana hatuna maana, hatufai. Mama wewe, yani Hata kulia uko unamtuja mama Wewe. mama mwenyewe angekuzibua. mama yangu asingenipiga. Yaani umetuchanganya, Naomba. tumechanganyikiwa kweli yani. Yaani tunaonekana hatuna hata maana. Shughuli umetia dawa kaka yangu. Hakuna shida. Tunafanyaje sasa?
Maana shughuli ndio ishaitia doa tena. Nini? Dada. Nini? Dada akafanyaje? Shughuli ushaitia doa, jicheki. Upo ukweni hapa. Wewe. Niko wapi hapa? Ukweni. Unashangaa nini? Wewe unajikuta bingwa wa kulewa. Ndio ushalewa hapa uko ukweni. Utaeleza nini wewe? Ulipokuja na kuja. Wewe na mkoko unamwambia mambo. Una akili kweli wewe? Nimesema hivi. Unaweka simu poni kwa mama yako mkoni ukapata kiligu. Wewe dada. Njoo. Dada. Sasa hii si aibu hii. Ulikuwa hujui? Wakati unaenda kunywa ulikuwa hujui? Sasa yani imekuwa kwaje? Mbona sielewi? Yani ina maana nimetukana au? Sina umetea vitu vya aibu. Umekuja kati kimoja umeshika mkononi. Kimoja umevaa, bisuali moja limepandishwa, moja limeshuka. Sasa nini? Dada. Huyu ndo muuaji huyu. Hivi. Shati umeligeuza. Si aibu mimi jamani. Hivi wewe utakuja kuoa nani? Mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Umesikia mdogo wangu? Kaka ujistiri hata kidogo. Hebu ngoja kwanza niongee na asila. Yaani tukiona kwenye mani, na hizi vikao havitoishi. Kaka mwezi mtukufu wewe kwenda kufanya mambo ya ajabu. Mwezi wa Ramadhani. Heshimu basi hata mwezi mtukufu jamani. Dada, basi usiongee sana basi. Nikaombe msamaha mama wa watu jamani. Hivyo ulivyo. Sasa nitafanyaje dada yangu nitafanyaje? Hadi sasa hapa tatokaje? Yaani ningekuwa na geti ningesemakia huko. Niondoke na waache pekee na huo msala. Sasa dada jamani. Kuna fence. Hebu kaniitie basi dada mkubwa jamani, tuyamalize haya maswala jamani. Dada mkubwa ongejea alivyokasirika. Na anatuambia sisi tunalomba si tukupendi. Haya tukupendeje? Tumekuja kwenye shughuli yako. Kaka yetu upate mke, uoe mwezi wa Ramadhani, utulie na mke nyumbani. Angalau na sisi tupate mashangazi. Kaka unaenda kufanya mambo ya ajabu. Haya fikiria haraka unalimalizaje hili swala? Nenda nikaombe msamaha. Nishakosea dada. Mimi hata sasa kitina nakwenda. Maana ushatutia hii. Kaka katutia aibu huyu. Nitapita wapi sasa hivi mimi jamani? Au niruke ukuta? Ngoja njaribu kwanza. Maana kwenda kule tena ishakuwa ishi. Hapa tunaparamia ukuta tunapita ukutani. Nipandie kwa hapa jamani. Jamani mimi nafanyaje? Mbona hivi jamani, kaka anatudhalilisha huyu. Kupanda kwenye siwezi. Sitoboy. Nitakuja nivunja kiuno. Liwalo na liwe bwana, utajua wenyewe. Tunajizima data hivyo hivyo. Mama shikamoni. Ndio sasa umekumbuka kutusalimia. Mama samahani sana jamani. Ndio tunauliza, ndio nakumbuka. Wewe sio umekuja hapa? Hapana mama zangu, yaani najua kwamba nimefanya makosa na naomba mnisamehe jamani. Najua nilichokifanya ni jambo ambalo sio sahihi kufanya. Sababu ni mwezi wa Ramadhani, lakini nikishawishi tu kwa marafiki zangu na ndio maana nimefanya hivi. Naomba mnisamehe sana. Jamani, najua tumekosea kina mama, ila naombeni mumsamehe mdogo wangu jamani. Ni kweli amefanya makosa makubwa sana, ila amekuja kuomba msamaha, naombeni mumsamehe. Jamani mama zangu, mimi naomba mnisamehe sana. Mama, naomba unisamehe sana. Najua nimefanya makosa makubwa sana. Na hata dini yetu ya Kiislamu hairuhusu. Lakini ni shetani tu amenipitia jamani. Naomba mnisamehe sana mama zangu. Nisameheni sana jamani. Alitojirudia tena. Mimi ninachoomba tu mnisamehe, mnifungishe ndoa niondoke na mke wangu. Sawa mama mkubwa? Sio kirahisi. Hatuwezi kukupa mtoto wetu.
Yaani hapo bado kabisa. Mama, nishaomba msamaha. Nisameheni jamani. Ndio umeomba msamaha. Lakini sio rahisi. Urudi kwanza. Hivi shemeji, unaelewa unachokiongea? Unajisikia kweli wewe? Sisi hapa dada yetu hatuki. Kwa jinsi ulivyokuja, dini yetu hata hairuhusu hivi. Shemeji, mimi nishaomba msamaha. Naomba tu mnisamehe jamani kwa hiyo kuongea. Hata kama umeambiwa nenda, ukirudi ndio tutakuja kuelewana vizuri. Hivi Juma, umefanya vitendo gani hivi mbele ya wazazi wangu? Nashindwa hata kuelewa. Hiyo pombe umekunywa wapi? Wakati mara ya kwanza tumekutana mimi na wewe, ulivaa bagarashia, ulivaa kanzu, ulishika kitabu, umetoka msikitini. Mungu wangu. Juma, pombe umetoa wapi? Asha, naomba unisamehe sana. Mimi mwenyewe sikutarajia kama angetokea yote. Mimi nilijiandaa vizuri sana, lakini sema kuna siku nilimpitia rafiki yangu ili tuweze kuja wote. Lakini alinishawishi toka niambia kwamba unaweza kaingia kwa mkwe pale. Ukawa unaogopa kuongea, ukaona aibu. Onja kitu kidogo. Sasa ndio vitu nilipoanza nikajikuta nimekuja kwa. Sasa lile kanzu liko wapi? Leo umekuja na jezi ya Yanga. Unavaaga kanzu mpenzi wangu. Juma, umenichaibu kwa wazazi wangu kiasi hichi? Unavaa viatu ambavyo havieleweki. Hivi kweli? Unajua kabisa dada zako wana swala 5 na wewe mwenyewe ni swala 5. Hivi ni kweli umekuja kichwani? Una bagarashia, una kanzu, umevaa suruali, umekunja huku chini Juma. Mamangu mkubwa aliniuliza mimi, wewe mwanaume ni mwanaume aina gani? Nikasema ni swala 5 nimempata. Mwanaume swala 5. Leo umeelewa mchafu. Mungu wangu. Lakini mpenzi wangu, nishakuomba msamaha. Na wewe ndo wakunisaidia mimi, na wewe ndo wakuniombea msamaha kwa wazazi. Lakini unakumbuka Juma, huu ni mwezi mtukufu. Najua vizuri. Ndio maana nimekwambia, nisamee. Jana ulikuwa umefunga mume wangu, Mungu wangu. Leo umefungulia na pombe. Jamani, ni shetani tu mama, ni shetani tu kanipitia. Naomba unisamee. Sasa wewe unapokuwa unanikatalia hivyo, unapokuwa unasema maneno hayo, mimi nani atanisaidia katika hili? Jaribu kuongea na akina mama basi wanielewe, kwa sababu ndo unanijua vizuri. Mimi sio mlevi kama hivyo unavyofikiria, lakini ni shetani tu. Kwa hiyo naomba unisamee. Yaani hata sielewi ndoa yetu itakuwaje. Wazazi jamani, nisameni mimi mume wangu bado nampenda. Inabidi tu niombe wazazi wangu msamaha. Na huruma zako. Usiponibariki siwezi kwenda. Mama, naomba unisamehe. Juma amenitia aibu mimi kwa wazazi wangu. Mama, naomba unisamehe mimi mwanao. Siwezi tena kurudia mama, mimi nampenda mume wangu. Hamna shida, tunachotaka mchumba wako ajirekebishe. Tabia zake alizokuja nazo sisi hatusitaki kwenye familia yetu. Naomba msamehe mama, naomba tupe baraka, maana ndio ni baraka kutoka kwa wazazi. Hamna shida mwanangu. Mama mkubwa. Mama mkubwa, naomba msamehe. Sikutegemea kama mimi itakuwa hivi. Maana Juma mume wangu hajui kunywa pombe na jana alikuwa amefunga swaumu. Mama mkubwa, naomba msamehe mume wangu, naomba msamehe na mimi. Mama mkubwa. Mama mkubwa, niko mbele zako napiga magoti kwenye miguu yako. Mama mkubwa, naomba msamehe mimi pamoja na mume wangu. Mama mkubwa, mimi nampenda Juma. Mama mkubwa, naomba msamehe. Wewe kama unampenda Juma, utajua mwenyewe. Lakini Juma mimi simsamehi. Hapana mama mkubwa. Simsamehe mpaka Ramadhani ishe. Ndio arudi hapa nyumbani kwetu. Mama mkubwa, naomba msamehe mume wangu. Kumsamehe mimi wewe. Siwezi kumsamehe. Nampenda Juma mwanao mama. Yapo unampenda lakini mimi hata mimi nampenda. Lakini mpaka Ramadhani ishe. Ilikuwa ni ibilisi amempitia tu mama mkubwa. Ibilisi imempitia na mimi sitaki. Simsamehe ngo. Mume wangu jana alitoka kufunga, alikuwa kwenye swaumu. Atajua mwenyewe sasa. Bado usinililie hapa mimi.
simsamehi mtu. kwa mkono Sawa. wako kweli Mnasikia wanangu? umenibariki. Sasa hivi kinachotakiwa mnakijua? Sawa, kiwa kama sisi wazazi tumemsameni. Lakini hapa inatakiwa kuwe na mkakati rasmi. Inatakiwa baba ajitahidi kwenye dini. Hatutaki mtu ambaye asiyejua dini. Inatakiwa aende msikitini. Inatakiwa aende madrasa akasome ili kusudi amjue Mungu vizuri. Ili aepukane na mambo haya vishawishi. Akishakuwa yuko tayari, mwezi ukiisha huu, akija tunamkubali anao, hamna tatizo. Mdogo wangu, nashukuru tu kwa hilo kuwepo. Mungu atuzidi kukutia nguvu. Sawa dada. Mama, umenisamehe, nashukuru kwa msamaha wako. Basi Juma atatii vyote mpaka mwezi Ramadhani utakapoisha, atarejea tena. Sawa mwanangu, fanyeni hivyo. Mama mkubwa, nasema asante kwa sababu nyinyi ni wazazi. Mama mkubwa, nasema asante maana ndoa inahitajika wazazi wote pande mbili, baba na mama, ili tuweze kutoa baraka, ndoa yetu ikawe njema. Mwambie ache pombe. Wifi, naombeni tu msamehe kaka yenu kwa hilo lilotokea. Lakini baada ya yote mama ameshakubali. Mimi mama yangu mkubwa namjua, lakini mama yeye amekubali. Baada ya mwezi Ramadhani kaka yenu Juma atarejea hapa nyumbani, tutaweza kumalizia yote. Sawa, samahani. Msijali vitu zangu, mimi ninawapenda. Sawa. Amani, dini iheshimiwe. Movie yetu imeishia hapa. Huu ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kama tupo kwa watu wote mpo kwenye mafungo ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, dini iheshimiwe. Usiende kwa wakwe zako alafu unaenda umelewa, hata kama ni kanisani au ni msikitini. Tuheshimu dini jamani, tumheshimu Mungu. Asanteni sana.